kusimama na kuhudumu mbele yenu. Pia nataka kutoa shukrani kwa mchungaji Frederick ambaye ni reverend wa kanisa hili kubwa, kanisa la ajabu, na kunipa nafasi hii ya kuwahudumia Wakristo. Jina la Bwana lisifiwe. Pamoja nami niko na mke wangu, pengine anahusika na wengine, lakini ni mama tu uwepo wake. Amen. Pia nimekuja na mke wa bishop wangu, tuko na yeye hapa, naye nataka asimame awifu watu. Amen. Thank you. Jina la Bwana lisifiwe. Vile muda umeenda na harusi umewakilisha, nataka kuchukua nafasi kwa sababu hata saa imeenda na haraka imefika na hiyo ingine ikabaki mbele. Na kwa hivyo ningetaka kurudia tu kama yale maneno yaliyozungumzwa na mtumishi wa Mungu Frederick, ambaye ndio nitasoma tu hiyo maandiko. Haya mengine nitazungumza ili muone kwa umakini. Kama vile nitakuja kusema, ukweli ni kwamba ndoa haikuanza hapa. Ndoa ilianza katika bustani. Ilianza katika bustani la Edeni, na ni Mungu mwenyewe alikuwa chanzo cha ndoa. Wakati aliwaunganisha pamoja Adamu na Hawa. Na jambo hili limechukua muda mpaka likakuja sasa tunasikia mambo haya, naye Yesu akija katika sherehe katika Kana ya Galilaya. Hivi ni kuamanisha kama vile neno la Mungu limesema kwa Ibrania mlango wa 13 na kifungu cha 4. Hiyo ndio andiko tu tutasoma, haya mengine nitataja tu. Inasema hivi: marriage is honored among God and the bed and the fire, but fornicators and idolaters God will judge. Naona watu kutukiaka details. Biblia inasema kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote. Hivi ni kuamanisha kwamba ni kitu cha kuheshimiwa, ni kwa sababu Mungu aliitengeneza. It is God who ordained the marriage. So hii kitu ati ya kanisa hili, ati ya kanisa lingine, hapana. Mungu ndio aliumba, na ndio maandiko imetokea kwamba ndoa na iheshimiwe. Ndio tumekuja hapa, na wakati tunapoiheshimu si kwetu peke yake, hata tunatimiza maandiko. Jina la Bwana lisifiwe. Ni sherehe na pia it is a ceremony, and at the same time a witnessing of two partners making a covenant. Ni sherehe pia, ni jambo la kushuhudia wawili wakiweka maagano. Kizungu na shukuru kwa sababu inasema covenant, lakini Kiswahili kilikuwa kidogo inasema maagano. Na maagano tunasikia kuna MOUs na kuwa zinavunjika. Kuna watu wanakubaliana haya, mwisho kabisa wanakosana. Lakini Biblia inapozungumza kuhusu haya maagano, Kizungu inasema covenant. Covenant, it is between man and God. Bwana Yesu asifiwe sana. So si kitu ambayo inaweza kuvunjwa na hali, kwa sababu yule ambao ameweka hiyo maagano ni Mungu, na Mungu hawezi kuulizwa swali kwa sababu ya jambo fulani ambalo limetokea. Normally huwa maagano inavunjwa kwa sababu ya mkataba yule watu walikubaliana mmoja na mwingine anakosa kutii. Hawa ni wanadamu. But when a covenant is made by God, it is binding.
Tuko pamoja? Are we together? Wakati Mungu ameweka maagano inakuwa ya milele. Na kwa hivyo jambo lile Julius na Jedida wamefanya hapa, hakuna kitu chochote kingine kinaweza kulifanya hiyo mambo. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa sababu katika madhabahu haya sisi tumeshuhudia mtumishi wa Mungu amemwagiliwa mafuta, amewathibitishia, na Mungu pia ametupatia nafasi hii ya zote tukubaliana na jambo hilo, ndio pamoja na yale maneno waliotamka.